Dira ya Dunia News, habari zinazokugusa. Jaji wa mahakama hiyo Patricia Nyaundi ametoa amri inayoikataza serikali ya Kenya kuchukua hatua yoyote ya kujenga au kuanza shughuli katika kituo hicho kilichopangwa kujengwa mjini Nanyuki hadi kesi hiyo itakapomalizika. Jaji huyo pia aliamuru serikali kuweka wazi makubaliano yote na taratibu za uendeshaji zinazohusiana na kituo hicho ndani ya siku 7 na akapanga usikilizwaji unaofuata wa kesi hiyo kufanyika Juni 23. Afisa mmoja wa utawala wa Marekani aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wako katika mawasiliano na mamlaka ya Kenya na wana matumaini kwamba wanaweza kutatua pingamizi zilizotolewa. Na bunge la Jamhuri ya Zimbabwe limepitisha hatua yake ya kwanza ya usomaji bungeni kwa mswada tata ambao unaweza kuongeza muda wa muhula wa uraisi na ubunge kutoka miaka 5 hadi 7 katika sheria inayolenga kurekebisha katiba. Pia mswada huo unalenga kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa rais ambapo badala ya kura ya moja kwa moja ya wananchi, bunge litakuwa na mamlaka ya kumchagua kiongozi wa nchi, ambapo ibara zenye utata zaidi zinapendekeza kuruhusu Rais Mnangagwa na wabunge kusalia ofisini hadi 2030. Marekebisho yaliyopendekezwa yamesababisha ghadhabu kwa wananchi na yanakabiliwa na changamoto kadhaa za sheria. Wakosoaji wakiwemo chama cha wanasheria nchini humo wanasema mapendekezo hayo yanadhoofisha taasisi za kidemokrasia na kulimbikiza madaraka kwa rais. Makanisa makubwa na mashirika ya haki za binadamu yanasema mabadiliko hayo ni kinyume na katiba na yanahitaji kura ya maoni. Mswada huo utasomwa mara ya pili Jumatano wakati wa bunge watakapojadili uhalali wa marekebisho zaidi ya 10 na utahitaji angalau theluthi 2 ya kura katika mabunge yote mawili ili kupitishwa. Nikiripoti Ulingo wa Habari Kimataifa, mimi ni William Henry. Umependa video hii? Like, comment na subscribe kwa Dira ya Dunia News, habari zinazokugusa.